Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu wapenzi wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mlezi aliyetumba sisi na wale wa kabla yetu kwa makusudio mazima ya kuweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, leo na mada yangu inahusiana na video ambazo nilizitoa katika mtandao, hasa nikizungumzia kuhusu vita vya Iran, Lebanon, Israeli wakiwa wanashirikiana na Wamarekani, kwa maana ya Trump pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Katika video zangu zilizopita nilizungumzia kuhusu wale watu wenye kuwatangaza mashia kuwa ni makafiri, kwamba waache wauawe tu kwa sababu makafiri wanauana na makafiri wenzao. Kwa katika video zangu mbili zile nikawa nimetoa ya kwanza, nikatoa ya pili, lakini katika hoja zangu nimeelezea kwamba msimamo wangu sikubaliani na Waislamu wale wenye kutangaza kwamba mashia ni makafiri waache wauawe. Naona kule Wamarekani wamewaua watoto zaidi ya 165, tena tunaambia mpaka 175, ambao ni wanafunzi bila makosa yoyote. Lakini cha ajabu ni kwamba wapo baadhi ya mashehe wanatangaza kwamba wale kufa ni sawasawa tu kwa sababu wale ni makafiri, makafiri wanauana makafiri wenzao. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huu ni msiba mkubwa sana. Tena haya walikuwa wanayazungumza wapo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa mimi leo nataka kujibu hoja za wale ambao wametoa comment wakasema watetea mashia na wewe unakuwa ni kafiri. Watetea mashia na wewe unakuwa ni kafiri. Sasa hoja ambazo waliziweka wakasema mashia wanawatukana maswahaba. Mimi sikataani na hoja hizo, lakini nimesema kwa mashia kuna makundi zaidi ya 22 na kila moja linaamini tofauti. Kwa hiyo sio mashia wote kwamba wanaamini hilo. Kwa hiyo kila kundi na itikadi yake ni tofauti na itikadi ya kundi fulani, na Shia wako wengi. Sasa leo mimi nataka kujibu hizo hoja. Kwanza natangaza tena kwamba msimamo wangu sikubaliani na wale wenye kutangaza kwamba mashia wote ni makafiri, kwa sababu hayo wanayazungumza kwa mapenzi tu ya mioyo yao, kwa matamanio ya nafsi zao, lakini hawana ushahidi wa moja kwa moja wenye kuwatia mashia katika ukafiri. Sasa nitakuja katika hadithi yenye kuzungumzia swala la kuwatukana maswahaba kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa na Sahih Bukhari juzuu ya 5. Nitaitumia kwanza juzuu ya 5 hii hapa Sahih Bukhari, lakini pia nitaitumia Sahihi Bukhari volume 9 hii hapa, lakini pia na volume 8 ambao hapa juzuu ya 8, juzuu ya 9. Lakini juzuu ya 8 na ya 9 hadithi zote zinafanana. Kwa hiyo nitaitumia moja hapa. Katika hizi mbili sasa, juzuu ya 5 na juzuu ya 9 nitaitumia. Kwa hiyo kwanza nianze na hadithi ya kuhusu kuwatukana maswahaba. Kwanza mimi sikatai, wapo baadhi katika makundi ya mashia wapo ambao wanawatukana maswahaba. Sikatai, ni kweli, na mimi sikubaliana nao katika hilo. Ni kweli wanawatukana na mimi sikubaliana nao katika hilo. Narudia tena, wapo baadhi kweli itikadi zao wanawatukana maswahaba akiwemo Abubakari, lakini mimi sikubaliani nao kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tutaisoma hadithi alafu tutakuja, je, kwa maneno hayo wanaotukana maswahaba kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe tuwaiteje, makafiri au wana jina lingine? Kwa sababu kuwatia katika ukafiri sio hadithi ya Mtume ilivyosema. Kama ipo tutaisubiri, lakini sio hadithi za kutengeneza midomoni. Tunataka hadithi kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahihi kabisa. Kwa hiyo mimi nimekuja na hadithi sahihi katika Sahih Bukhari. Nitanukuu katika juzuu ya 5 na juzuu ya 9. Nimesema hadithi moja zinafanana katika juzuu ya 8 na juzuu ya 9 zinafanana. Nitasoma moja. Sasa tuje katika hadithi katika Sahih Bukhari juzuu ya 5 ukurasa wa 25
hadithi namba 3673. Sikilizeni hadithi hiyo, ushahidi nao kuja nao wa hadithi kuhusu swala kutukana maswahaba kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao mimi nakubaliana hadithi hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza maneno sahihi kabisa, amekataza kuwatukana maswahaba, na inukuu hadithi inasema qala nabii sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifu. Kwa hadithi hii inasema hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema msiwatukane maswahaba wangu, msiwatukane maswahaba zangu. Hakuna mmoja wetu, for if anyone, kwamba mmoja wenu, hata ikiwa mmoja wenu spent a gold equal to Uhud mountain, kwamba ikiwa hata mmoja wenu akitoa dhahabu mfano wa mlima Uhud kwa njia ya Mwenyezi Mungu, haiwezi kufikia sawa, haiwezi kuwa sawa. Mfano hapa ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni hadithi inazungumzia the virtue of the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, inazungumzia ubora wa maswahaba, kwamba hata mtu akitoa sadaka au akitoa dhahabu mfano wa mlima Uhud hawezi kufikia yake. Kwa hiyo hii ni hadithi maalum ambayo nimeifupisha hadithi. Ni hadithi ambayo inazungumzia ubora wa maswahaba, ni hadithi ambayo inazungumzia ubora wa maswahaba. Nakubali ni ubora wa maswahaba, ni tofauti na sisi, tofauti na watu wa kawaida. Kwa hiyo maswahaba ni watu bora zaidi kuliko wanaokuja baada yao. Kwa hiyo ni hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza kuambia maswahaba wenyewe. Hii ni hadithi ya kwanza. Kama hoja ni kwamba kuhusu kuwatukana, ni kweli mimi napingana na ambao wanawatukana maswahaba. Sasa tuje katika hadithi nyingine, hadithi katika Sahihi Bukhari ambao ni juzuu ya 9 ukurasa wa 132, hadithi namba 7777 katika kitabu cha Sahih Bukhari juzuu ya 9 ukurasa 132, hadithi namba 7777 inasema hivi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hii hadithi inazungumza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, unaona, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufuru, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kutukana Muislamu ni ufasiki. Hadithi hii pia wanaambiwa maswahaba hapo, ambao ndio tunaambiwa na sisi. Mtume anawafundisha hapo kwamba kumtukana Muislamu ni ufasiki, wa qitaluhu kufuru, na kuuliwa, yani kuuawa kwake ni ukafiri, yani kumuua Muislamu ni ukafiri, kumtukana Muislamu yoyote ni ufasiki. Kwa hiyo hadithi ya Mtume haikusema mwenye kutukana anakuwa kafiri, isipokuwa mwenye kutukana anakuwa fasiki. Kwa hiyo hapa tunachoambiwa, mwenye kumtukana Muislamu, hata maswahaba ni Waislamu, tunazidiana grade tu kwamba wao ni wabora kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema mwenye kumtukana Muislamu kuwa ni kafiri. Maneno hakuna, acha maneno ya kuungaunga na kupambapamba. Hapa tunaweka udhehebu pembeni, tunazungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumzia nini kuhusu kutukana. Wao maswahaba ni Waislamu, ila ni tofauti na swahaba, sio Mtume. Swahaba ni Muislamu kama Waislamu wengine, ila tumetofautiana daraja, kwa sababu wao walikuwa ni watumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliomwamini na walifanya kazi kuutangaza Uislamu. Kwa hiyo wana grade yao, lakini hoja ya kwamba mwenye kutukana ni kafiri, hakuna hadithi hiyo. Kama ipo na isubiri. Kwa hiyo natoa majawabu kwa wale wenye kusema kwamba mwenye kumtetea Shia anakuwa ni kafiri. Hakuna aya wala hadithi yenye kusema maneno hayo. Kwa hiyo mimi nimekuja na ushahidi.
Wewe mwenye kushabikia mauaji kwamba wauliwe Waislamu, wewe nao unakuwa katika kundi gani? Mimi nimewatetea mashia kwa maana ni Waislamu, na ndio maana wanaruhusiwa kwenda katika kufanya ibada ya hija. Wanaenda kufanya ibada ya hija kwa maana ni Waislamu, hawajazuiwa, kwa sababu hao waliokuwaruhusu wana elimu, wanajua, na hizo hadithi zote wamezisoma. Hawajaona sehemu ambayo Shia kuwa ni kafiri, hawajaona kipengele hicho. Sasa nyinyi ambao mna itikadi ya kusema mashia ni makafiri, mnatumia kigezo kipi? Mnatumia kigezo kipi? Ndio na swali langu linakuja hivi, mnatumia kigezo gani? Kama ni hadithi haikusema mwenye kutukana Muislamu kuwa ni kafiri, imesema mwenye kumtukana Muislamu ni fasiki, mwenye kumuua Muislamu ndio kafiri. Sasa hapa nataka mchague wenyewe kati ya fasiki na kafiri. Kwa mujibu wa hadithi za Mtume, sifa zao ni zipi? Tumeona sifa ya fasiki kwa mujibu wa hadithi hii ya matusi, maana yake ni mwenye kutukana anakuwa ni fasiki, na sifa ya kafiri anakuwa ni muuaji, mwenye kumuua Muislamu. Sasa kwa hoja za msingi ni kwamba hakuna ushahidi wa moja kwa moja wenye kusema mashia ni makafiri. Ushahidi huo haupo. Mimi nakubali kwamba tuwakataze wale wenye itikadi ya kuwatukana maswahaba kwa mujibu wa hadithi za Mtume swalla salama, ila hoja ya kwamba ni makafiri, hoja hiyo haipo. Hizo ni jaziba na chuki na kuonyesha wazi kwamba watu wanatumia jaziba kuliko elimu. Kwa hiyo nimetumia hapa maneno ya kawaida tu, lakini kuna watu watakuja kwa maneno ya hovyo. Ila kwanza natoa tahadhari kwamba hiki nilichokitoa ni hadithi za Mtume swalla salama. Aidha kama kuna mapokeo mengine na yasubiri, au kama mna tafsiri zenu mnazozitumia tujue kwamba mashia wanakuwa makafiri kwa kipengele kipi, japo swala la kutukana ni ufasiki kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwa hiyo hoja yangu najibu zile hoja za watu waliosema wewe unawatetea mashia manake na wewe unakuwa kafiri. Kwa ushahidi gani? Maneno yenu matamu, lakini kwa ushahidi upi? Hawa wanaojiita masalafi, usafi mmejiita wenyewe. Mtume swalla salama hakuwaita nyinyi masalafi, wala Mwenyezi Mungu hajakuita nyinyi masalafi. Haya madhehebu yamekuja tu, lakini Mwenyezi Mungu ndio aliyewaita jina Waislamu, amewaita wote. Mwenyezi Mungu mwenyewe katuita sisi Waislamu. Kwa hiyo nyinyi kujiita kwamba mimi si ahali fulani, mnajiita wenyewe. Kwa hiyo msibezi sana katika madhehebu kujiona mko sahihi, hali ya kuwa majina hayo mmejipa wenyewe. Kama mnajiita masalafiyun, nyinyi mmejiita wenyewe. Yaani kama hawa kujiita tu mlokole, kwa maana swala kama wale wanaojiita tu walokole, mmejiita wenyewe. Kwa hiyo msijione kujiita wenyewe mnajipa utukufu, muonekana nyinyi mko sahihi sana, kila mtu mnamtia katika ukafiri. Na wakumbusha Waislamu ili kuonyesha hawa masalafi feki hawa ni watu wa chuki, ni watu ambao wamepandikiza chuki. Leo mnawasakama kwamba mashia ni makafiri, hawafai kushirikiana nao, lakini hakuishia mashia peke yao. Tumeona mwaka jana alifariki Shekhe Mohamed Idi, Mwenyezi Mungu amrehemu. Mliongea maneno ya ajabu ya hovyo sana, mkatukana sana na mkashangilia. Sasa swali linakuja hivi, kama mmesema mashia ndio makafiri, vipi hata Sheikh Mohamed Idi naye alikuwa Shia? Kwa sababu wanaopingana na hoja zenu wote mnaoita makafiri. Nyinyi kwani nyinyi mnaita makafiri, mnataka kuwaingiza watu motoni? Kwenye moto nyinyi mmechangia kitu gani? Kwa hiyo msijifanye nyinyi kama mashekhe sabuni, mashekhe mche wa sabuni, kwamba mche wa sabuni kazi yake ni kuosha wenzao tu, lakini wenyewe ukiudondosha kwenye mchanga ukiuosha hauosheki. Nyinyi ni mashekhe sabuni tu. Nyinyi ni mashekhe sabuni, kila mtu namuingiza katika ukafiri. Tena mna majina yenu ya hovyo mnapenda kuyatumia, na hamna adabu pia. Lakini kwa sababu tu leo mimi nimeanza kwa maneno haya mazuri tu, naona, lakini kuonyesha wazi kwamba nyinyi mnawatia watu katika ukafiri. Utazani nyinyi kwenye moto mmechangia kuni, yaani mnajiona nyinyi mko sahihi, wakati huo mnaojiita usalafi mmejiita wenyewe tu majina ya kutunga. Sasa mnawakataa mashia, lakini mkienda katika ibada ya hija mnashiriki wote pamoja. Vipi kule hamtofautiani kwamba Shia wao upande wao na nyinyi mnaojiita masalafi mwe upande wenu? Mbona